Ladies and gentlemen, there are trending photos and videos of this woman from Lare, Meru County. Alikuwa ananitishia na hiyo sasa video akiniambia usiponitumia hii nitakuanika. Mimi nilikuwa na stress hata jana. Ndio alifanya hata nitoke na stress zaidi. Na niliwaambia, ladies and gentlemen, to have it in your heart to forgive her, because sisi vitu tunafanya ni vile hazijakuja kwa mtandao, so video zake ziliweza kuenea kama moto. But right now this woman is going through a lot. He has since apologized to Kenyans. Yani nimewatch video akilia apologize, because surely hata wewe ukijipata in the situation like that, it is not easy. I want you to listen to her and I will tell you something, tell you the way forward, because we atutaendelea kutroll this mama kwa makosa yenye imagine. Anyway, just listen. Mama mwenye nasikia habari yake ati kuna vitu zinaenea. Naona hivi kuelezea hizi vitu vitu saa hivi. Mimi nilidanganywa na msichana mwingine akaniambia kuja nikuonyeshe vile nitafanya upate bwana. Akaniambia nini nafanyanga, unaona hata sitokangi kwa nyumba, nakula na kunywa na lipa rent. Akaniambia sasa kuja nikuonyeshe vile utafanya. Akaenda akanionyesha vile tunaingia internet. Akaniambia sasa utapata mtu wa kukusaidia, utapata mwanaume wa kukusaidia. Sasa kuingia nini, sikuwa najua kama huyu ni mwizi. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa. Akaniuliza niko na watoto wangapi, nikamwambia niko na watoto wangu 4 na wadada yangu 3. Akaniambia sasa niko tayari kukuoa, bora kama utatii sheria zangu ama utakuwa ukinisikiza mimi kama bwana yako. Nikamwambia ni sawa. Bila mimi sasa tukaendelea. Akaniambia sasa wewe utafanya hivi, utanitumia video zako, ni utatengeneza video nitumie, then nitakusaidia na pesa yenyewe, nitakupea 20,000. Nikamwambia hapana, hiki kitu ni ngumu kwangu. Akaniambia kwanza hebu kutumia yangu. Akanitumia kunitumia yake. Mimi nikaona sasa juu hiyo wakati nilikuwa nahitaji fee ya watoto wangu wakubwa, ni miaka 7 sasa imepita, na watoto wangu au wadada yangu na wangu walikuwa form 2. Sasa walikuwa wanahitaji fee. Nikasema sasa tu nitajaribu, nitafanya hizo video nimtumie. Nikatengeneza hizo video, akanitumia 20,000. Sasa hii 20,000 ikawa kama pigo kwangu. Alikuwa tu ananiambia hivi, "We, hebu niwekea 2,000 hapo, usiponiwekea nitakuanika sasa." Mimi sikuwa najua kama huyu mtu ako serious na mimi. Ndio aliniambia siko Kenya, si alikuwa anamjua, lakini alinitumia pesa. Sasa ndiye alikuwa ananisumbua na simu yangu, hata nikaona sasa juu ni kama nilifanya makosa kumkubali awe kama rafiki yangu ama bwana yangu, juu hata kama alinipea ile wakati 20,000 amenitisa yote tena, na akiniambia nitumie 1,000, nitumie 2,000, nitumie 500, niwekea credit mpaka mimi mwenyewe na simu. Sasa mimi nikaona huyu mtu amekuwa ananisumbua, mpaka nikachange line ya simu. Sasa hizi sikuangi na hiyo line. Sasa hizo video ni za kitambo wa Kenya. Naomba kama itawezekana tu mnisamee, na hata watoto wangu naomba wanisamee, juu ni watoto wakubwa na watoto wote naomba msamaha. Mwenye aliona ako na hiyo video, tafadhali namuomba kwa hisani yake, tafadhali avute tu na sitarudia hiyo kitu tena. Huyu msichana mwenye anaitwa Wambura Tabika wakaniokolea, wakanitoa huko Meru. Nilikuwa karibu niuliwe na mofu, sababu sikuwa najua ni nini kinanifanya niuliwe. Mimi ni mama, sitarudia hii jambo tena. Mimi ni nyanya, kuna mtoto wangu ako na mtoto, mpaka naona aibu sana hata kueleza hii kitu mbele ya watu juu. Naomba tu mnisamee. Naomba tu tafadhali mnisamee. Sitarudia hii jambo tena. Naomba serikali tafadhali mnisamee na saidia ni mtaweza. Hii msiba kwangu ni sina nguvu, sina uwezo, sina yeyote wa kunisaidia. Hata kwa familia sina mtu wa kunisaidia. Niko peke yangu. Bwana yangu tulikoshana. Na mwenye anataka tu kunisaidia anisaidie juu sina la kufanya. Siwezi rudi huko Meru tena. Nitarudi Meru kufanya nini tena? Na watu walikuja kama 200 kutaka kuniua. Waliharibu vitu yangu. Mpaka kwa ploti nilifungua nyumba nikafukuzwa. Nilikuwa tuma kwa Mungu wa Kenya, tafadhali naomba. Naomba mnisaidie tafadhali. Naomba mnisaidie. Naomba tu kama itawezekana mnisaidie na mnisaidie ili mtaweza nini. Na Mungu hata
awabariki. Tuju sina lingine la kufanya. Mimi tu langu ni kuomba msamaha kwa Wakenya wenzangu, kwa wamama nimewakosea kweli. Kwa watoto pia nimewakosea. Hata naomba msamaha kwa watoto wangu. Akili yenyewe hii kitu inaniuma sana. Tafadhali nisamehe tunaomba. So, ladies and gentlemen, this mama, according to the explanation, you have heard very clearly, ni kudanganywa lidanganywa. Na these are mamas, unajua ni watu wenye pia hawaelewi technology, mtandao iko vipi. Hata wewe mwenye unaelewa mtandao iko vipi, I know in one way or another umejaribu, as in umefanya vitu kama hizi. Watu wanakoniwa mtandao, watu wanaibiwa pesa mtandao, hata kama unajua sometimes we do contrary to what we know. So this mama, I trust mse fulani ati ninasikia according to the information ni single, ako single. I think walikosana na mume wake ama labda ni widow, so alikuwa anajaribu tu maisha kupata mwanaume mwingine. So gaidi ikamuitisha video hiyo yenye mliona, unaona video kama hizo, then gaidi ndio aonekane genuine alimtumia 20,000 Kenyan shillings zikaingia. Watu na pesa wanaona jamaa ananitumia pesa, ni kama jamaa ako serious, so acha nifanye chenye anataka. Mama akajirecord, akaingia kwa room yake, akaona amefunga kila mahali, akaingia akajirecord vizuri, akatumia gaidi hiyo video. Kumbe ni mtego, 20,000 zote halitishwa. Anaambiwa tuma 2K, tuma 3K, tuma credit. Usipotuma wewe nitakuanika, usipotuma nitaanika hiyo video. That video ilikuwa recorded 7 years ago, na huyu mwanamke amekuwa akiyapitia mengi sana in those 7 years. Amespend a lot of money in the entire 7 years, mpaka akachoka, akaamua kudelete that number, kuchange the number, akae na amani. Later did she know ni kuchange juzi tu, akajipata watu wanamwambia ni aje tumekuona mahali mazi umeactivity sijui nini, kumbe you can be. So alishtuka, alipiwa na nani na butua, alipiwa kabisa, alishtuka kabisa, and akakuja kwa ground. I think wengine wanasema kwamba ameweza kuyaga dunia. Watu wanaua watu kwa mtandao. Verify information. Stop being quick to judge. Stop being like, why are you killing somebody? Anyway, tunajua ni views anyway, but wacha tusikie judgmental. Mwanamke amesema kwamba akumbaka na wajukuu, watoto wake ni wakubwa. 4 children, 4 ni wakubwa. Wengine wameoa, wengine wameolewa, wako na watoto. It was such a shameful act. But wacha niseme hivi. Let's stop being judgmental. Tusicharge, ladies and gentlemen. Let's see. We say what? Tusicharge mtu, tusihukumu mtu, hapana. Kitu imefanyikia huyu madhe ni kitu inaweza kufanyikia pia, ni kitu inaweza nifanyikia pia. There's nobody who is perfect. I always say so. Nobody is perfect. Kama ijakupata sahi, kesho huenda ikakupata. Sahi unaweza cheka, unaweza sijui nini, unaweza condemn, unaweza hukumu kwa sababu ijakupata, kwa sababu imepata huyu. But anyway, kitu amefanya si kwani we see these things, we do these things. Mbona tunachifanya? We do them. We do. Ni vinya atu record. Okay, sisemi kurekodi ni mzuri, but the one who expose hata equality a record atupe mtandao. No. The one who exposes this must be condemned, na ikiwezekana ninaweza mlaani huyu mtu because aende akona makosa. Why anike mtu mwingine kwa mtandao this way? This is shameful. But anyway, to mama, najua you didn't do it. My dear brothers and sisters, wenye tuko hapa kwa hii platform kwa mtandao, tusicharge. Imagine unacharge, what you do ni worse than that. Don't. What you do, chenye unafaa ufanye ni kumadvise, mwambie kitu ulifanya as much as si poa morally,
As much as you didn't intend kuiweka kwa mtandao, as much as you might look innocent, mtandao iko na mambo mengi, especially wakati una record picha kama hizo, iko na mambo mengi, inaweza kumake na inaweza kuharibia kabisa. So we forgive you, but wewe ni mama wa kanisa, vitu kama hizi don't repeat it again. Mtandao iko hivi na hivi na hivi. Yeah, we forgive you. Hata sijui tuna forgive for what. We teach her on the internet, tunamfunza mambo ya mtandao. But pole mama, I know you feel it. Watoto wako wameona, wako makazini wako, familia yenu imeona, marafiki na kadhalika. Tumeona umeweza hakuna mtu anaweza kuua juu ya hiyo, ati akupiga juu ya hiyo. Anyway, ni ile aibu ile kufanya ukatoroka kule Meru kule kwako, because unaona like kila mtu anakuja kukuona vizuri asivu akujui. Ni wewe, tumeona kwenye mtandao, ni wewe. Hiyo ni aibu, I think ilikutoa, but kila kitu itakuwa sawa, and it's good that na usijiletelete sasa online, leave it at that, na tunakuelewa. I think tusihukumu maadili. Tazidi tu kufuatilia story hizi na zingine, na nitakuletea huku. Thank you ladies and gentlemen, see you the next time.